سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم. Vipi hali ndugu yangu? Alhamdulillah. Ndugu yangu umepotea sana hapa mjini? Mimi nipo. Karibu sana. Nipo. Sijapotea bwana. No. Na kama nikifariki utapata taarifa bwana, mtu hayupo duniani. Ila kwa sasa hivi nipo. Na nashukuru sana kukukuta leo. Sababu ulikuwa unatafuta muda nije hapa tuzungumze. Kilichonileta hapa mimi kaka yangu. Naam. Na changamoto. Ndo gani tena ndugu yangu? Zipo changamoto ambazo nazipitia. Zinafikia wakati zinanitoa katika imani. Zinatikisa ile imani yangu. Ndugu yangu tena inakuwaje unatikisika katika imani wakati Mwenyezi Mungu ndio kila kitu? Nalifahamu sana ndio kwamba Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Ndio Mwenyezi Mungu ambaye mimi namuomba kila siku aniondoshee haya matatizo ambayo napitia. Nimezika mama yangu. Taarifa unayo? Bana. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. Samahani sana. Lakini kama mama yangu mimi nimezika, alikuwa na maumwa. Basi Mwenyezi Mungu alimfikia wakati wake akamchukua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pole sana ndugu yangu. Nashukuru sana. Hiko ndio kitu ambacho kinachochea sana wakati mimi kuwa bize na kuwa mbali. Mpaka nafikia wakati ndugu yangu hudumiwa. Kwa sababu nimekuwa majukumu mengi na shikamani. Baba yupo ila umri ambao nao na kama sasa nayo umeenda. Masuala mazima wadogo zangu yamebaki kwangu mimi. Nipo na kaka yangu. Nafikia wakati ni kwamba natoka na machozi. Kwa sababu ni kwamba nilipitia wakati wa malezi ya kudeka sana. Na ndio maana sasa hivi hizi changamoto ambazo nimekutia naona kama vile nanyanyasika. Lakini pia changamoto ambazo zinanipelekea mimi nipitie vitu vigumu sana na kuwa bize kuhusu familia. Nina ndugu ambao mama alinitambulisha, nina ndugu ambao baba mimi alinitambulisha pia, lakini wote kwangu walikuwa sio msaada sana. Yote baada ya mama yangu kufa. Mimi ni mkubwa lakini bado mimi mdogo sana. Natambua hilo. Napitia majukumu ambayo naweza nikasema hayakustahili. Napitia changamoto nyingi sana. Nafikia wakati najiuliza kwa nini mimi. Ndugu yangu mimi nimekuelewa. Jambo la kwanza, pole kwa hayo yanayokupata. Ila nakusii jambo moja. Hii yote ni mitihani tu. Wao Mwenyezi Mungu anakupitisha ni kama vile kipimo cha imani yako. Kwa hiyo inapokuja kwamba unateteleka kiimani, ndugu yangu, unakuwa unakosea na mwisho wa siku unaweza ukakufuru. Sio, umenielewa ndugu yangu? Kwa hiyo haitakiwi kutetereka. Sisi ni watoto wa kiume, tukiwa tusimame imara. Na nguzo yetu kuu ni la ilaha illa Allah. Sio, unanielewa ndugu yangu? Kwa hiyo tujitahidi kushikamana na Mwenyezi Mungu. Tufanye ibada kwa wingi ndugu yangu. Tuamke usiku ndugu yangu, tufanye ibada. Usisahau kwamba kuna Mwenyezi Mungu. Sijui unanielewa ndugu yangu? Nakuelewa ndugu yangu. Majaribu unayopitia, changamoto unazopitia, zote hizo ni kipimo cha imani. Kabla yetu sisi kuna waliotutangulia nao wamepitia changamoto tena ni kubwa zaidi ya hizi. Mwenyezi Mungu akatuletea manabii wamepitia changamoto kubwa zaidi kuliko hizi tunazopitia sisi ndugu yangu. Ukisema kwamba leo hii unatetereka ndugu yangu, unakuwa unaharibu, unakuwa unafeli. Sijui unanielewa ndugu yangu? Kwa kikubwa ni ibada. Ibada ndio kila kitu. Nashangaa sana sisi binadamu wa miaka hii
Sasa hivi ukienda msikitini unakuta kwamba misikiti hakuna waumini wa Kiislamu, sijui wameenda wapi, ila ikifika miezi ya Ramadhani wamejaa tele. Kinachonishangaza kwamba je, Ramadhani pekee ndio kuna Mwenyezi Mungu? Na sasa hivi Mwenyezi Mungu yuko wapi? Yoyote ni nini? Uhaba wa imani, kutokumtambua Mwenyezi Mungu. Binadamu tumelewa na dunia. Kwa hiyo ndugu yangu, nakuasa haya majaribu yasikutoe katika njia. Sijui unanielewa ndugu yangu? Nakuelewa. Na kuna kuwatembelea wagonjwa mahospitali ni jambo ambalo la muhimu sana. Kwenda kuwatembelea watoto yatima, kwenda kuwapa faraja ni kitu ambacho cha muhimu sana hicho. Lakini binadamu wa leo tunalisahau hilo jambo. Kutoa sadaka, mtu anaona kwamba ukitoa sadaka kwamba labda anacho sana. Sio hivyo, sadaka ina nguvu kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini binadamu hatujui hicho kitu. Vile vile kwenda kuwatembelea wale waliolala makaburini, kwenda kuzuru makaburi ninachomaanisha. Sababu wale sio kama wamependa kulala pale, nao walikuwa kama sisi. Wao wametangulia na sisi tutafuata. Kwa sababu sisi binadamu tumetokana na udongo, na udongoni tutafanyaje? Tutarudi. Sio, unanielewa ndugu yangu? Kwa tusisahau hicho. Tusikumbatie dunia kiasi hichi. Kwa ndugu yangu, tuzingatie sana. Ibada za usiku ni nzuri sana ndugu yangu. Mimi nashukuru sana. Baada ya leo, baada ya kusikia maneno yako mazuri yenye kunitia nguvu, inshallah Mungu Mwenyezi Mungu atatufikisha katika moyo wangu. Amen. Ile amani. Nashukuru sana. Sirefushe mazungumzo. Mimi naomba niende. Basi karibu ndugu yangu. Na vile vile naona kwamba tunatoka wote kwa sababu unaona muda wa ibada tayari umeshafika. Nite hapo na mimi mbele nikapate kipindi afu tuendelee na mambo mengine ya kidunia. Sawa. Ndugu yangu. النور بهم صدقا ظهرا وأضاء الدنيا مزدهرا يا من تبغون الخير غدا يجلو الليل ضياء القمر علم يعلينا يوصلنا نحو العلياء ويرفعنا قرآن وحديث يروي وشريعة ربي مرجع